Ujenzi wa kampasi hii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba ni matokeo ya uongozi huo sahihi. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaishukuru Benki ya Dunia kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, Higher Education for Economic Transformation Project, uliowezesha ujenzi wa kampasi hii kwa gharama ya shilingi bilioni 14. Ni matumaini yetu kwa kupitia kampasi hii, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitatoa mchango mkubwa katika kuendeleza maarifa katika ujasiriamali, kukuza ujuzi wa masoko, kuchochea biashara za mpakani, kujenga uwezo wa vijana wetu kuhimili ushindani katika soko la kikanda na kimataifa. Rai yangu kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kuhakikisha kwamba kampasi hii inakuwa kitovu cha ubunifu na uvumbuzi, mahali ambapo vijana wetu watawezeshwa kuibua mawazo mapya, kufanya ubunifu na kutumia fursa ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kwa mkoa wa Kagera unaopakana na nchi jirani kadhaa, tunaamini uwepo wa kampasi hii utatoa fursa ya kuvutia vijana katika nchi hizo kuja kujipatia maarifa muhimu. Pia tungependa kuona wahadhiri kutoka nchi hizo wakija kusoma na kufundisha hapa Kagera. Kampasi hii iwe ni mahali pa kukuza mtangamano wa Afrika Mashariki na kuendeleza umajumui wa Afrika ambao umekuwa msukumo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Jambo hili likifanikiwa, tutakuwa sio tu tumekuza elimu ya juu, bali pia tutachangia kujenga Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye mshikamano, amani pamoja na maendeleo. Kwa Wanakagera, habari kubwa kuliko zote, nadhani mnasoma mitandao huko, imesambaa sana habari ya kwa jiwe la msingi wa chuo kikuu hiki. Watu wamekuwa wanasema kumbe Kagera ilikuwa bado haina chuo kikuu. Mikoani huko wote walikuwa wanajua vyuo vikuu viko vingi tu Kagera. Kwa jinsi ambavyo tuna maprofesa wengi, sio tu maprofesa, tuna maprofesa wenye mbwembwe za kutosha. Maana ukimkuta kama Profesa Tebaijuka kwenye mitandao akielezea tamaduni za Kagera kwa mbwembwe, unajua vyuo vikuu viko vingi sana. Lakini pia hata wakati tungekuwa wanapotuhamasisha tusome, walikuwa wanatufanyia mfano wa Kagera. Mimi nakumbuka niko shule ya msingi, naambia soma kama watu wa Kagera, soma kama Wahaya. Na unasisitizwa kama Wahaya wanaongea lugha tatu kwa wakati mmoja. Lugha tatu kwa wakati mmoja. Na watu wa zamani kidogo wanakumbuka, walikuwa kuna mchezaji wa timu moja ya Yanga anaitwa Kenneth Mkapa. Sasa wakati wakituhamasisha wanasema Wahaya wanapoongea sasa, wanasema Mkapa bwana, there are 2 positions per minute. Once against 8, once against 10. Kwa hiyo hizi zilikuwa hamasa zitatuhamasisha. Kwa hiyo nafurahi sana leo iliyokuwa na hamasisho na Mkapa once against 8, once against 10. Nimeweka jiwe la msingi hapa. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ana dhamira ya moyoni ya kuona mafanikio ya elimu. Maana nakumbuka nilipokuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa taifa, yeye akiwa mwenyekiti wa chama, kuna wakati katibu mkuu wa umoja wa vijana akawa busy kweli kufanya mambo ya CPA, anataka CPA. Bila namzuia, leo kuna kazi nyingi za kufanya, muda wa kusoma unatoa wapi? Anaona anisikilizi. Nikaenda kumshtaki kwa mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu. Kama mwenyekiti, huyu katibu mkuu wangu mimi simuelewi, kakazana na CPA. Badala ya kufanya kazi ya umoja wa vijana ambazo ni nyingi sana sasa hivi. Akaambia Emmanuel, mwache. Huo katibu mkuu wenu mtakuja mumnyang'anya elimu, hamtamnyang'anya. Elimu hamza, mwache asome. Huo ndio urithi wake wa moyoni. Yaani utaweza kumuibia vitu vingine, utamuibia nguo, utaiba shati, lakini akishapata kitu kichwani mwake hatuwezi kupotea. Alafu naondoka na niuliza, kwani wewe mwenyewe elimu yako ikaambia na master sasa? Na wewe tafuta PhD. Nikaona leo umbea umeniponza. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla, ni matarajio ya serikali kuona kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati na majengo haya yanaanza kutumika kutoa huduma mara moja. Hivyo ninawaagiza wanaohusika na utekelezaji wa mradi huu, hususan wahandisi, washauri elekezi, wakandarasi na wasimamizi, kukamilisha ujenzi huu kwa wakati kama ilivyopangwa. Ucheleweshaji wa aina yoyote hauwezi kukubalika. Mheshimiwa mkuu wa chuo, ni kuhakikishia
kwamba wakati ulipokuwa unasema pale pale nilikuwa nikimwelekeza waziri kwamba tekeleza maelekezo haya haraka sana. Lakini pia umeongea habari ya umuhimu wa kuongeza ardhi, na hili ni jambo muhimu sana tunapoongelea vizazi vijavyo vya Kagera na nchi yetu, kwamba mwisho wa siku moja mahitaji yatakuwa na chuo kitakosa nafasi. Na kuelekeza mkuu wa mkoa kulifanyia kazi jambo hili. Umefanya kazi vizuri sana katika awamu ya kwanza hii tuliyopo. Ni matumaini yako ubora uliouonyesha mara ya kwanza utaufanya kwa kishindo zaidi. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa chuo chetu na rais mstaafu, umeongelea swala la barabara, na of course chuo kikuu, ndugu zangu wa haya watapata tabu sana kuelezea kama barabara sio nzuri. Kwa hiyo tumelichukua